Episode ya pili. Siri ya chanzo cha giza. Ufalme uliokuwa na maisha uligeuka kuwa kivuli cha ukimya. Majengo makubwa ya kifalme yalikuwa yamesimama kama makaburi. Hakuna watoto waliocheza, hakuna wafanyabiashara, hakuna sauti ya kawaida ya mji. Ariana, Kaito na Rena walitembea kwa tahadhari kupitia lango kuu la ufalme. Macho ya Ariana yalikuwa na maumivu. Hii ndio nyumbani kwangu, alisema kwa sauti ya chini, lakini haikuhisi kama nyumbani tena. Walipoingia ndani zaidi, waliona kitu kilichowashtua: alama za uchawi zikiwa zimechorwa kwenye kuta za kasri, mistari ya giza iliyokuwa ikionekana kama inasogea yenyewe. Giza hili halikuwa la kawaida, Rena alisema akigusa ukuta kwa tahadhari. Ariana akawatazama. Twende kwa kaka yangu, mfalme atajua nini cha kufanya. Mfalme alikuwa anaitwa Mfalme Zayden. Alikuwa kijana bado, lakini uso wake ulikuwa umejaa mzigo wa uongozi uliomzeesha kuliko umri wake. Walipofika, walikuta mfalme akiwa na wasiwasi mkubwa. Hatari haiko nje tu, Zayden alisema mara tu akiwaona. Nimetoa amri, kila mtu abaki ndani. Hatuna uwezo wa kujua adui yuko wapi. Ariana alitetemeka. Lakini kaka, watu wanapotea, Zayden alikata kichwa kwa huzuni. Najua. Kaito alisogea mbele bila heshima ya kifalme. Hii sio suluhisho, alisema kwa sauti thabiti. Walinyamaza wote. Ukifunga watu ndani, giza linakuwa na nafasi zaidi ya kukua. Lazima tulikabiliane na chanzo. Zayden alimkazia macho. Wewe ni nani unayenifundisha uongozi? Kaito hakutetereka. Mtu anayejua msitu kuliko wewe unavyojua kasri lako. Ukumbi ukawa kimya. Ariana akasema kwa haraka, namuamini. Hapo ndipo uamuzi ulifanyika. Wane waliamua kwenda: Zayden, Ariana, Kaito na Rena. Safari ya msitu wa giza. Msitu uliokuwa ukizunguka ufalme haukuwa wa kawaida tena. Miti ilikuwa mirefu kupita kawaida na anga juu yake lilionekana kama limepasuliwa na wino mweusi. Walipoingia zaidi, upepo ulizimika. Hakukuwa na sauti ya ndege, hakukuwa na harakati. Tunatazamwa, Rena alisema kwa sauti ya chini. Na kweli, walipofika katikati ya njia ya msitu, waliangukia mtego. Shambulio la kinjia. Kutoka kila upande, watu waliovaa mavazi ya giza walitokea. Uso wao ulikuwa umefunikwa. Mikono yao ilikuwa na silaha zisizo za kawaida, kama zimetengenezwa na kivuli chenyewe. Wavamizi, Zayden alitangaza. Mapigano yakaanza mara moja. Kaito alirusha mishale kwa kasi isiyo ya kawaida, kila mshale ukimpata adui moja kwa moja. Rena alizunguka kwa kasi, upanga wake ukikata hewani kama radi. Zayden alionyesha kwa mara ya kwanza kuwa si mfalme wa amri tu, alipigana kama shujaa aliyefunzwa siri. Ariana alishika mikono yake tena. Mwanga ule ule ulionekana, lakini sasa ulikuwa na nguvu zaidi. Aliponyoosha mikono yake, mlipuko mdogo wa mwanga uliwasukuma wavamizi nyuma. Baada ya dakika chache, ukimya ulirudi. Wavamizi walikuwa wameanguka, lakini mmoja wao alitoroka. Hatujamaliza, Kaito alisema. Walifuata nyayo. Chanzo cha giza. Walifika kwenye eneo lililofichwa ndani kabisa ya msitu. Katikati yake kulikuwa na jiwe kubwa jeusi likipiga mwanga wa ajabu kama moyo unaopumua. Hilo ndilo chanzo. Ndiyo hii, Ariana alisema kwa hofu. Jiwe lilianza kutetemeka. Ghafla lilipasuka kidogo, na kutoka ndani yake viumbe vya ajabu vilianza kutoka. Sio watu tena wala wanyama, bali kitu cha katikati. Giza likiwa hai, mapambano ya mwisho yakaanza. Hapa haikuwa vita ya kawaida tena. Rena na Kaito walipigana kwa ushirikiano wa ajabu, wakilinda Ariana na mfalme. Zayden alitumia upanga wake kuvunja vizuizi vya giza. Ariana alilenga nguvu zake moja kwa moja kwenye jiwe. Lazima likome, alipiga kelele. Mwanga wake ukakua, ukawa mkali sana. Ukagonga jiwe moja kwa moja. Kwa mlipuko mkubwa, jiwe lilipasuka. Giza likapiga kelele ya mwisho, kisha likatoweka kama moshi uliopotea upepo. Kimya kikarudi. Ushindi. Msitu ulikuwa umeanza kurudi katika hali ya kawaida. Rangi zilianza kurudi kwenye miti. Ndege walirudi taratibu. Walikuwa wameshinda. Kasri tena. Siku chache baadaye, ufalme ulikuwa umepona. Watu walirudi mitaani, maisha yakaanza upya. Lakini ndani ya kasri hisia mpya zilikuwa zimezaliwa. Katika bustani ya maua ya kifalme, Zayden alikuwa akizungumza na Rena. Walikuwa karibu zaidi kuliko ilivyotarajiwa. Rena akikuwa mtu wa hisia rahisi, lakini macho yake yalibadilika akiwa naye. Umebadilika, Rena alisema. Labda kwa sababu nimeona kitu muhimu kuliko ufalme, Zayden alijibu kwa sauti ya chini. Kwa upande mwingine wa bustani, Ariana na Kaito walikuwa kimya kwa muda. Kila kitu kilianza na wewe, Ariana alisema kwa utulivu. Kaito akacheka kidogo. Na karibu kilimalizika na mimi. Kimya kikafuata. Lakini macho yao hayakuhitaji maneno mengi. Kitu kilikuwa kimeanza kati yao. Mgongano wa hisia. Lakini mbali kidogo, Rena na Zayden walikuwa wakitembea. Ariana na Kaito pia walikuwa wakisimama pamoja. Ndugu wawili wa kifalme,
na ndugu wawili wa msituni walikuwa wameunganishwa na vita, lakini sasa wameunganishwa na kitu kingine: upendo. Lakini suala likaanza kuibuka kimya kimya. Kila mmoja alianza kuelewa, moyo mmoja hauwezi kugawaniwa mara mbili. Zayden alimwangalia Rena kwa muda mrefu. Ariana akamwangalia Kaito vilevile. Kimya kilikuwa kizito kuliko vita walivyopigana. Hakuna aliyesema neno, lakini kila mmoja alijua. Mwisho wa episode pili, ufalme ulikuwa umeokoka, lakini vita ya mioyo ilikuwa imeanza, na hakuna aliyekuwa tayari kujua nani atamwachia mwingine.